السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده حمدا لا يحمد حقا إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صلاة ندخرها ليوم اللقاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عليه الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ndugu zangu vipenzi kwa ajili ya Allah, fa inna min a'zami an-ni'ami التي أنعم الله بها على هذه الأمة أن جعل لها منهجا واضحا مستقيما، وأمرها باتباعه وحذرها من الفتن والبدع والأهواء. وإن أعظم ما يثبت العبد على الحق بعد توفيق الله هو التمسك بمنهج السلف الصالح الذين زكاهم الله وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. Vipenzi kwa ajili ya Allah, hakika katika neema ambazo Allah jalla wa ala amezineemesha umma huu ni kutujalia njia iliyonyooka, njia ya wazi, na kupitia hiyo njia Allah jalla wa ala akatuamrisha kuweza kuifuata hiyo njia. Allah ametuwekea njia iliyonyooka na akatuamrisha kuweza kuifuata hiyo njia ili tuweze kusalimika, ili tuweze kufaulu duniani na akhira. Ni lazima kuweza kuipitia hiyo njia. Wahadharaha min alfitani walbidai walahwa, vile vile Allah tabaraka wa taala ametutahadharisha kutokana na fitna na vile vile kutokana na bid'a, kujiweka mbali na bid'a ya aina yoyote, iwe ni bid'a itakayomtoa mtu katika Uislamu, iwe ni bid'a ambayo atakayoifanya mwenye kuifanya akapata maasi bila kutoka katika Uislamu. Allah ametutahadharisha tuweze kujiweka mbali na bid'a kwa aina yoyote. Na vile vile Allah tabaraka wa taala ametutahadharisha na ugonjwa wa matamanio, mtu kuiacha haki kwa ajili ya santima. Haki imeshakudhihirikia, Allah anasema kadha, mtume anasema kadha, lakini ukafuata matamanio ya nafsi yako. Kitendo hichi Allah amekikemea na amekitahadharisha. Na katika sababu kubwa zinazomthibitisha mja katika kujidhatiti na kudumu katika haki ni kushikamana na njia ya wema waliotangulia, ambao ni wanafunzi wa mtume alayhi salatu wassalam, alladhina zakahum Allah wa athna alayhim rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, masahaba ambao Allah amewatakasa katika aya nyingi tu, pia akawasifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ikiwa unataka kufaulu duniani, unataka kufaulu katika maisha yako ya akhira, jilazimishe kuwafuata hawa wanafunzi wa mtume alayhi salatu wassalam ambao ni maswahaba radhiallahu anhu. Jambo la kwanza ambalo inabidi tulifahamu, nadhani haya mashekhe zetu, walimu zetu wanayakariri sana katika vikao vyao, katika madarasa yao, katika khutubu zao. Jazakumullahu khairan jaza, Allah walipe khairi mashekhe zetu na walimu zetu.
Lakini kwa nini haya maneno tuyakariri kila siku, au mada kama hizi, kwa nini kila siku tunazikariri? Laiti sote tungekuwa tunafuata yale walioishi kwayo maswahaba radhiallahu anhu, laiti tungekuwa tunafuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu waliofahamu hawa wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa ingekuwa haja ya kukithiri durusi kama hizi. Lakini baada ya fitna kudhihiri na kukithiri katika jamii ya Kiislamu, ni lazima mada kama hizi zitaendelea na zitakithiri katika jamii yetu hadi watu watakaporejea katika yale walioishi kwayo hawa wanafunzi bora wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pana neno ambalo huwa linajikariri katika masikio yetu, salaf. Hadi nafikia baadhi ya watu wanafikiria kuwa huenda ni kachama fulani, ni parti politiki ambako kameanzishwa na baadhi ya watu wenye kuleta fujo kama wanavyodai baadhi ya watu. Sisi tunawadhania kheri, huenda fahamu zao ndo mbovu, au huenda mada kama hizi hawazijui, tunawadhania kheri. Na miongoni mwao pana baadhi ya watu wanajiita ni walimu na ni masheikh, lakini cha ajabu neno kama hili, majina kama hili linawasumbua na linawapa shaka. Vizuri kwa kuchunga heshima zao na kuchunga aibu zao, wangekuwa na nyamanzia kuzungumzia mambo ambayo hawayajui ili waweze kusalimika, kwa sababu mtu kusema sijui katika neno ambalo hajui sio aibu, hapana, bal al-aibu an tufta bighairi sawabi, bali aibu ni mtu kujibu au kuzungumzia jambo ambalo hana nalo elimu. Ndio aibu. Ndio jamii ambazo tunaishi ndani leo. Mtu ajue asijue, lazima tu amjue. Hili neno salaf tunalisikiaga masalaf, maana baada ya kuanzishwa Marekani, wapo hao Marekani watakuwa ni watu wenye kheri kweli kweli, watu wenye kuwarudisha watu katika Qur'ani na Sunna kwa ufahamu maswahaba. Wengine wanakuambia ni kakundi ambako wanalipwa kila mwisho wa mwezi, wana salary. Kina mashehe zetu akina Abu Musa eti wanapokea, si ndio? Katika walinganizi wakubwa wa salafia Burundi, Allah mlipe kheri shekhe wetu, eti wanapokea kila mwisho wa mwezi. Yaani kila mmoja anazungumzia hii manhaji anavyotaka. Wengine wanazungumza tu kwa chuki na roho mbaya, kama wanavyosema wenye kusema asili. Kila siku mtu akiwa ni mjinga wa kitu anakifanyia uadui, na anafanyia uadui wenye kushikamana hicho kitu. Kwa hiyo hili neno salaf, ndugu zangu, sio neno ambalo limezuliwa, hapana. Ni neno ambalo lina asili katika Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ndio Uislamu. Uislamu ndio usalafi na usalafi ndio Uislamu. Kwa yote ambaye atafuata njia kinyume na njia ya salaf, huyu sio Muislamu shehe. Na hao ndio wanaleta tule tubui ambato wanasemaga utubui, kama ndio utubui tumakundi, ndio hao. Tutakuja kuyafahamu huko mbele, lakini wao wamenipatia dakika ndogo na mada hii ni nzito. Sheikh huenda taandaa muhadhara mwingine inshallah. Mashehe washazungumza sana, lakini lazima tuseme. Sheikh amedarasishaga hapa katika msikiti manhaju salikin, kama sijasahau, si ndio? Manhaju salikin. Lakini juzi hapa kwenye darasa niliuliza swali kuhusu swala, si ndio hivyo mzee? Tuna kuhusu kupunguza. Mimi mwaka jana nilikuja hapa nikahudhuria darasa la Sheikh. Istosha Abu Aziz, Allah muhifadhi, pia ameshadarasisha hapa kitabu sifati salati nabii cha Sheikh Al-Albani, sijasahau. Lakini Waislamu tunawasilia kusikia kama alivyosema Sheikh wangu hapa Abu Umaid, Allah muhifadhi, tunakuja tu kuikaa tunasikiliza. Hauna uwezo Sheikh, hauna memory ya kuhifadhi kila kitu kitakachozungumzwa, hauwezi. Kwa hiyo makutiba qarra wa ma hufidha farra, kila ambacho utakachokiandika na kukisajili katika daftari au karatasi yako kinahifadhiwa. Hata ukisahau unaweza ukafanya ukajikumbusha baadaye. Tunakuwa na tabia kuja katika vikao kama hivi
na madaftari. Pia tusahihishe nia zetu inshallah, ili tuweze kupata ujira na thawabu za hivi vikao. Neno salaf, nadhani hili neno alhamdulillah kwa sisi kama wanafunzi wa dini sio jambo geni, lakini hata tulizungumzie tu kwa sababu kila siku mnasikia lakini tunasahau. As-salafu salih, ma salaf hum sahaba. Hata kuingia mara kilugha hata kusema mengi, tuna dakika ndogo. Ukisikia salaf maana yake ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio maana ya salaf. Watabi'una watabi'u at-tabi'ina, vile vile masalaf ni matabi'ina, wale wanafunzi wa masahaba waliosoma kwa masahaba na wanafunzi wa masahaba, hao ndio masalaf. Sisi Ahlus Sunna walillahi alhamd, tuingii katika masala, hatujitakasi hapana, lakini tunapoingia katika masala ya aina yoyote ya kidini tunaingia kwa dalili, na tukitoka tunatoka kwa dalili. Kwa hiyo haya maneno lazima tutakuja kupata dalili ya haya tunayozungumza. Hii dalili iko ya kuonyesha kama salaf ni maswahaba, ya kuonyesha kuwa salaf ni wanafunzi wa maswahaba, ya kuonyesha kuwa salaf ni wanafunzi wa maswahaba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ni muttafaqun alayhi, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mtume anasema watu bora ni kizazi changu, generation ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani watu walioishi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume bado yuko hai, wakaishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndo watu bora wa huu umma. Kisha Mtume akasema thumma alladhina yaluna, watakaokuja baada ya hii kizazi kilichoishi na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni wanafunzi wa maswahaba. Thumma alladhina yaluna, lakini hadithi iko na shaka katika upokezi wake. Mpokezi wa hadithi anasema jesho, ana shaka. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuzungumzia kundi lake alitaja makundi matatu baada ya kundi lake au manne? Lakini fa muhimu, tumeshafahamu kuwa watu bora ni watu walioishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala ta'ala, Allah nasema, tatende haraka haraka, wasabiquna alawwaluna, na waliotangulia wa mwanzo katika nini? Katika Uislamu. Min almuhajirina wal ansar, katika muhajirin na ansar. Muhajirina tunawafahamu, masahaba waliohama kutoka mji wa Makka kwenda wapi? Madina. Ansar ni maswahaba waliowapokea wahamiaji kutoka Makka kuja wapi? Madina, ndio wanaitwa Ansar. Sawa? Kwa tunaposikia muhajirina ni wahamiaji waliohama katika mji wa Makka kwenda wapi? Katika mafumu na kusudia mafumu ya hii aya. Siko kwenye lugha au vitu gani, tanisame. Kisha Allah akasema walladhina tabauhum biihsan, na watakaowafuata hao muhajirina na ansar, watakaowafuata kwa nini? Kwa wema. Allah kawaridhia, radiyallahu anhum wa radu an. Kwa hiyo yeyote atakayewafuata hawa maswahaba radiyallahu anhum kwa wema atapata radhi za nani? Za Allah tabaraka wa taala. Kinyume chake, na mashemina napendaga kudarazisha na uliza, ndio mimi napendaga, ndio guu yangu mimi, kwa sababu wenye kulala, na najua tu kama pana baadhi ya watu wenye kulala, tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud, ukiwaona kweli wanakutizama, lakini fikra zao nyoyo zao zimelala. Kinyume cha radhi za Allah ni nini? Hasira, si ndio hivyo? Kwa hiyo yeyote atakayekwenda kinyume na njia
ya maswahaba radhiallahu anhu yuko katika nini? Wazee, si Kiswahili jamani. Wako katika hasira za nani? Za Allah. Kwa hiyo yote ambaye anafuata kinyume na waliofuata hawa maswahaba radhiallahu anhum yuko katika hasira za nani? Sio ndio hivyo? Nikikosea mwalimu wetu kwa atatukosoa inshallah. Sio tukazoa na sisi katika dini. Kwa hiyo ikiwa unataka kufaulu ndugu yangu, ikiwa unataka kuishi chini ya radhi za Allah, ikiwa unataka kufaulu katika maisha yako ya duniani, uishi kwa starehe, fuata njia walioifuata maswahaba radhiallahu anhu. Ukiwafuata utaongoka, utasalimika na adhabu za Allah tabarak wa taala, utasalimika na fitna ambazo zinawakumba wengi katika nini? Katika Uislamu. فهذه الآية من أعظم الأدلة على فضل السلف ووجوب اتباعهم بإحسان. Aya hii ni katika aya ambazo zinakuja kuwahimiza Waislamu kushikamana njia walioishi kwayo, walioipitia wema waliotangulia. Jambo la pili, maana manhaji salaf. Manhaju salaf huwa al-i'tisam بالكتاب والسنة على فهم الصحابة ومن سار على طريقهم، وليس المراد بمنهج السلف تقليد الرجال، بل اتباع الحق الذي كانوا عليه. Makusudio ndugu zangu ya kuwafuata maswahaba au wema waliotangulia ni kufuata haki ambayo waliishi kwayo. Basi sisi tuwafuati wao kama wao, hapana. Tunafuata kile walichokinukuu kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi ile dini walioishi nayo, ile dini waliochukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ambao tunaichukua kwao, ndio ambao tunawaigia wao. Hatuwaigii wao kama wao, hapana. Inabidi mtu aelewe. Jambo la tatu, ahmiyatu tamassuki bi manhaji salaf. Ndio mada yetu. Umuhimu sasa wa Muislamu kushikamana na hii njia ya wema waliotangulia. Jambo la kwanza, annahu tariqul hidayati wan najati. Tambua wewe Muislamu, hakika njia pekee ambayo itakayokupelekea au kukuongoza katika njia iliyonyooka, itakayokusalimisha na kukuongoza, ni njia ya wema waliotangulia. Wallahi, hakuna kufaulu duniani, hakuna starehe duniani, hakuna starehe kaburini, hakuna starehe akhera, isipokuwa starehe inapatikana katika nini? Katika kufuata wema waliotangulia. Qala tabaraka wa taala, sema Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Wangeamini mfano wa mnayoyaamini nyinyi au mlioyaamini nyinyi, samahani, na wangeamini mfano mlioyaamini nyinyi, faqad ihtada, wangefanya, wangeongoka. Allah anawazungumzia maswahaba. Watu wangeamini mfano wa yale ambayo wameamini maswahaba radhiallahu anhu, wangeongoka, wangekuwa katika usalama, wangesalimika. Lakini walipoamini kinyume na yale walioamini maswahaba radhiallahu anhu, wako wapi? Katika kuwatukana maswahaba, si ndio hivyo? Wako wapi? Katika kuwalaani wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako wapi? Katika kuitukana na kuidogosha Qur'an. Wako wapi? Kuimba miziki na kucheza misikitini. Wako wapi? Katika upotevu. Kwa hiyo ili tusalimike ndugu zangu, lazima tuwafuate maswahaba radhiyallahu anhu. Kwa hiyo yote atakaye fuata yale walioyafuata maswahaba radhiallahu anhu, huyu atakuwa ameongoka. Maswahaba wamefuata nini? Au wameamini nini? Maswali yanaanza tena. Sheikh Hassan, maswahaba wameamini nini? Maswahaba wameamini nini?
Sawa. Kwa mwingine anaweza kaleta jibu lizuri zaidi. Mzee, utaweza? Au tudili na vijana kwanza? Tudili kwanza na vijana. Ustazi wangu hapa Al-Faris. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah anasema laiti au lau wangeamini mfano wa mlioamini nyinyi maswahaba, Allah anazungumza sahaba, faqad ihtadaw, wangeupata uongofu wa Allah tabaraka wa taala. Ni yapi ambayo maswahaba wameamini? Na aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni yapi ambayo Mtume amekuja nayo ambayo ni maswahaba wameamini na wakashikamana nayo? Qur'ani. Sawa. Katika Qur'ani pana aya ambazo Allah tabaraka wa taala amekuja kutuamrisha fanyeni hivi, fanyeni kadha, na pana aya za makatazo. Kwa hiyo maswahaba kila kilichoamrishwa na Allah walikuwa wakifanya, wakitekeleza, wakikifanyia kazi, na kila alichokikataza Allah na kukitahadharisha wanafanya. Sisi tuko wapi wazee? Kweli tunaamini mfano walioamini hao? Ikiwa hatujaamini mfano wa wale walioamini, wale waliotangulia, wanafunzi bora wa chuo bora, chuo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, tumesalimika kweli? Tukifa sasa hivi mfano wetu au mafikio yetu ni wapi? Na wazee tuongee motone shendo hivyo. Inshallah tukosoa, inshallah mwalimu yuko hapa, niko nasikiliza wanafunzi wake. Kwa inshallah tujitahidi. Maswahaba radhiallahu anhum, subhanallah, usomaji wao wa Qur'an, usomaji wao wa dini haukuwa mfano wa usomaji wetu leo. Si leo tunahifadhi sana, nakutana mtoto wa miaka 7, miaka 8, miaka 10 ameshahifadhi Qur'an, alhamdulillah. Lakini cha ajabu, huyu amehifadhi Qur'an lakini hata kushika udhu hajui. Wana maajabu, kuswali hajui, tofauti na usomaji wa maswahaba. Maswahaba alikuwa hana uwezo wa kusoma aya imalize, asome aya ya pili, isipokuwa amefanyia kazi ile aya ambayo ameisoma na akahifadhi. Allah ameamrisha nini katika hii aya, akatekeleza. Allah amekataza nini katika hii aya, akaacha. Allah anataka nifanye. Leo sisi ndio ile yenye Sheikh Zakaria alizungumza hapa, Allah mhifadhi. Kisa cha maajabu sana, subhanallah, tusadimishi. Sitaki kuyarudia kwa sababu yanatia aibu. Mwalimu wa Qur'an ambaye malengo ya kusomesha watu ili waongoke, waifuate haki. Mgonjwa yuko anasomesha, mgonjwa yuko anatibu wagonjwa wenzake, nataka wapone. Haiwezekani. Ghairu taqi ya'muru bit-tuqa, at-tabibu yudawi an-nasa wa huwa alilu. Hapa kaida mtatamana kasema kila siku. Mgonjwa, mganga, daktari anawatibu wagonjwa aliyakuwa yeye mwenyewe ni mgonjwa. Huyu ustazi angejitahidi kwanza ajifungie chumbani mwake, hii Qur'ani aifahamu vizuri, aisome, ajue Allah anakataza nini. Hivi huyu hajasoma hii aya aliyosoma ustazi, wa qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim. Kwa hiyo ndugu zangu, ili tusalimike na fitna za dunia na akhira, lazima tuwafuate wema waliotangulia. Anasema pia Allah tabaraka wa taala, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla. Qala al-imam ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, hum ashabu rasulillahi wa sabiluhum sabilun najati. Katika kufasiria aya hii, Imam amesema, aya inasema yeyote atakayeipinga, atakayekwenda kinyume au akampinga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kumpinga Mtume ni aje? Kupinga au kwenda kinyume na mafundisho yake ndio kumpinga Mtume. Leo utakapoyafanya yale ambayo Mtume ameyakataza,
na wakataa kuyafanya yale ambayo mtume ameyafanya na akatuamrisha kuyafanya, tayari umeshampinga mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yote atakayempinga mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa ameshabainikiwa haki umeshaijua, hii ndio haki, hii ndio batil, lakini ukafanya kinyume na yale ambayo umefundishwa, umeamrishwa, wayattabi' ghayra sabili almu'minin, alafu jamaa huyu mkaidi akafuata njia kinyume na njia ambayo walikuwa kwayo wameishi kwayo maswahaba waumini ambao ni maswahaba, kama alivyofasiri Imam Shafi. Allah anasema nuwalli ma tawalla, huko anapoelekea, huko anapotaka kwenda, huko tutamuelekeza, tutamrahisishia njia ya kufika anapoelekea, lakini wa nuslihi jahannam, mafikio yake ni motoni. Kwa hiyo yote atakayefuata njia, atakayempinga mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume amekuamrisha kufuga ndevu, unafuga ndevu, mtanisamee. Kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwenda kinyume na mafundisho yake, qaulan wa fi'la, mafundisho ya kimaneno na mafundisho ya nini, ya kivitendo. Ukikwenda kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume amekwambia mfano fuga ndevu, wewe unanyoa, unamfuata mtume au unampinga mtume? Mzee, unampinga mtume, anakuambia fuga, wewe unanyoa. Na katika maana ya shahadatu anna Muhammada rasulullah, maana yake nini? Ta'atuhu fima amara wa ijtinabu fima naha anhu wa sajara, ndo maana yake. Kwa hiyo ili shahada yako hii ya kukubali utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima kila alichokiamrisha mtume jitahidi kukifanyia kazi kadri na uwezo aliokupa Allah tabaraka wa taala. Kila alichokuamrisheni mtume sallallahu alaihi wasallam kifanyeni, kitekelezeni kadri na uwezo aliokupeni Allah. Pana baadhi ya watu wanafasiria nususu kimakosa eti fattaqullaha mastata'tum, mtu unasikia nafasiria kiujanja ujanja, kama hata Allah ashakwambia tumeokope kadri na uwezo. Uwezo maana yake ni kile kiwango ama uwezo ambao Allah amekupa. Allah anajua uwezo wako, Allah anajua nguvu zako. Kadri na uwezo aliokupa Allah, jitahidi kumtii Allah na kumwogopa Mola wako kadri na uwezo wako. Kwa hiyo kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, ta'atuhu fima amara, ni kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyoamrisha, wajtinabu fima naha anhu wa zajar, na kujitenga na kujiweka mbali na kila alichokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukikemea. Huko ndiko kumfuata Mtume. Sasa tunaulizana, kila alichokiamrisha mtume tunakifanya, kila alichokataza mtume tunakifanya? Yaani imani yetu kwa mtume ni ya uongo au ina upungufu ndani yake. Kwa hiyo turejee katika kuendea yale ambayo wameishi kwayo maswahaba radhiallahu anhu. Jambo la pili, annahu wasiyatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam inda dhuhuri alfitan, kushikamana na njia ya salaf wema waliotangulia ni usia wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ameusia umma. Hadithi ni maarufu, hadithi ya iftirak, ndio hivyo. Hadithi ya Irbad ibn Sari ya kwanza, mtume anasema, tunachukua tu mahali shahidi kwa sababu hadithi ni ndefu. Alizungumzia gisi ya akhiru zaman, watu watakao bahatika kuishi umri mrefu wataziona tofauti. Makusudia tofauti ni hii migawanyiko tu, makundi ambato tumedhihirika katika zama zetu hizi. Kila kakundi kanajidega katika Uislamu, kila kakundi kanajidega katika usawa, lakini mtume amekufa, ameshatabiria haya. Kwa utasikia baadhi ya watu wanakuambia eti ahlus sunna au salaf malengo yao ni kugawa Uislamu. Ndio wanasema watu wagonjwa wa kichwa eti sisi tunakuja kugawa Uislamu, eti tunajalia Uislamu kwa makundi. Si ndio tumeugawa? Aliyotabiria ni al-amin, Sheikh mkweli, Mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhi la yantiqu anil hawa, ambaye azungumzi kwa santima kama mimi na wewe. Alisema kuwa Uislamu katika akhiru zaman patatokea fitna, ambayo fitna hiyo itakuwa ni sababu ya Uislamu kufanyaje? Kuwa tu makundi.
Lakini Mtume hajazungumza hayo kwa furaha Sheikh. Wala mtu asije akafurahia mgawanyiko huu wa Uislamu ulivyogeuka na watu makundi. Hapana, hii ni fitna Sheikh. Lakini fitna hii katika hadithi ya Irbad, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtakapoishi katika hizo zama ambazo zitadhihiri fitna ya Uislamu kuwa makundi, fa alaikum bisunnati, shikamaneni. Atakayetaka kusalimika shikamane na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafundisho aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati al-khulafai rashidin, na vile vile shikamane na mwenendo wa masahaba radhiallahu anhu, al-khulafau rashidin, wale viongozi waadilifu, wale wanafahamika viongozi walioongoza Uislamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki. Ni wangapi ambao wanajulikana? Makhalifa ni wangapi? 4. Sawa, ndio itikadi yetu sisi. Wa kwanza, khalifa wa kwanza na Abu Bakar Sheikh. Lakini utakaposikia mtu anayedai Uislamu anakanusha na kupinga kuwa khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sio Abu Bakar, basi moja kwa moja ni nani? Naam, Sheikh, mama kama madarasa na mwende kama hivi tu, tusivirudiage tena. Sikuja hapa tuongelee mada zingine. Kwa hiyo yote ambayo utasikia napinga au kuweka dosari katika utawala, katika uongozi wa Abu Bakar radhiallahu anhu, moja kwa moja ndio wale ambao Sheikh ametufundishaga, au mwalimu au ustaz atufundishaga, wanaitwa wakina nani hao? Sio mashia tu, na pana wengine ambao wamezuka sasa hivi wanajiita eti ni Qur'aniyun. Hamjawasikia? Wenyewe wakubali hadithi juu ya maswahaba, siwaambie. Mara Bukhari anasema usiwaletee, wenyewe wanakuambia hum rijal wa nahnu rijal, eti wale ni wanaume na wao ni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo ikiwa mnafuatilia kikao chetu kwa uadilifu mwanzo hadi mwisho, kila pointi tunayozungumzia tunaleta nini? Dalili ya kuthibitisha tunayoyaongea, na huu ndio mfumo ambao Ahlus Sunna wal Jamaa wanaotembelea katika da'wa yao. Kwa hiyo yoyote atakaye wasema vibaya Abu Bakar, Umar au wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao ni watu gani? Ni mashia, ni katika yale makundi potofu, na ni kundi nyingine tofauti na Uislamu. Mashia wana dini yao na sisi tuna dini yetu. Sio sisi ndio tunazungumza, hapana, wenyewe wanayathibitisha katika vitabu vyao. Allah ambaye mtume mtume wake, Allah ambaye katika kitabu kinaitwa Jatana Shekhillahi thumma litarikh, kama sijasahau niko na hicho kitabu. Ahlus Sunna kutokana na chuki zao, astaghfirullah, mashia kutokana na chuki zao dhidi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, dhidi ya Waislamu, wanakuambia sisi Mungu ambaye mtume wake kiongozi aliongoza Uislamu baada yake ni Abu Bakar, hiyo sio Mungu wetu sisi. Yaani Mungu ambaye tunayemwamini sisi, ambaye kiongozi aliongoza Uislamu baada ya mtume ni Abu Bakar, hiyo sio Mungu wao. Sijui kama Kiswahili kinaeleweka au bado naviparanganisha. Ndio hivyo, Kiswahili kigumu, mtanisamehe. Na wanakuambia mtume ambaye kiongozi baada ya yeye kufariki aliongoza Uislamu ni Abu Bakar, hiyo sio mtume wetu sisi. Wenyewe wameshajikanushia kuwa huyo Mungu sio ndo Mungu wao, mtume sio ndo mtume wao. Alafu panakuja Muislamu ambaye mjinga Sheikh, ameshashiba kahawa, amelewa kahawa, anakuja na kuambia maisha ni Uislamu. Hawekagi madarasa, tazama si msikiti uko wazi. Wako wapi? Kama wao hakuna. Wewe ukitoka kwenye darasa kimwambia kadha atakupinga, hata kama mimi sijasoma, lakini hawezi kunidanganya. Tuna wapuuzi wengi sana katika jamii yetu. Kwa ufupi, ndugu zangu, naona muda unakwenda. Usalama pekee utakaotusalimisha na fitna hizi za makundi potovu, ambato lengo ya hutu tukundi ni kutupeleka katika moto,
ni kushikamana na mwenendo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho ya masahaba radhiallahu anhum, hasatan viongozi ambao ni makhulafa ar-rashidin walioongoza Uislamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema tamassaku biha, shikamaneni, ng'ang'ania kisawasawa sunna hizo mtasalimika. Wa'addu alaiha bin nawajidh, hii ni kinaya hii, kitu kilichoshikwa na meno ya magego si vyepesi kudondoka, kuanguka, si ndio hivyo? Yani makusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, shikamana na sunna zake na sunna za masahaba wake kisawasawa, ng'ang'ania hapo Sheikh, kubali kufa ndio penye panapatikana usalama wako. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, vile vile ole wenu, tahadharini, jiwekeni mbali na vitu twa kuzuazua katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Ni balaa Sheikh, ni khasara Sheikh, ni udhalili, ni fedheha duniani na akhera. Kilichothibiti katika kitabu cha Allah shikamana nacho, kifanyie kazi, na kile ambacho hakijathibiti katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume, usalama wako ni kufanyaje Muislamu? Utaulizwa na Allah kutokana na yale ambayo alikuamrisha ukuyafanya, si ndio hivyo? Utaulizwa na Allah kutokana na yale ambayo Mtume wake sallallahu alaihi wasallam amekufundisha na amekuamrisha ukaacha kuyafanya, utaulizwa. Na vile vile yeyote atakayezua katika hii dini akaona kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na upungufu katika kufundisha kwake, alikuwa na kasoro katika ualimu wake, akaanzisha ibada kuona kuwa ndio bora, kama anavyosema ni nani Sheikh, man ibtadaa bid'atan, ni nani? Imam Malik, faraaha hasana. Yeyote atakayezua na kuanzisha ibada katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kaanzisha uzushi katika dini ya Allah tabaraka wa taala, alafu akaona kwa uzushi wake huo ima ibada yake hiyo ni bora, ni nzuri, inamkurubisha, inamjalia kuwa karibu na Allah, faqad zaama anna rasula sallallahu alayhi wasallam khana risala. Huyu ni kana kwamba, sio kana kwamba, yani huyu ni ameshazungumza, ameshadai tayari kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya khiana katika ufikishaji. Subhanallah, dini ya Allah imekamilika wazee wangu, hakuna muda wa kuzua. Muda ambao sisi tumepewa na Allah ni wa kutekeleza, kufanyia kazi yale yaliyothibiti. Yale ambayo hayajathibiti, acha kujipa kazi Sheikh, acha kujipa majukumu ambayo hayakuhusu, yatakupeleka motoni. Twende haraka haraka tumalize, waliniambia mpaka kabla al-maghrib. Ndio hivyo Sheikh, ndio liniambia hivyo. Sijazidisha shaba masa. Tatu, kumalizia, inna salafa a'lamu an-nasi bid-din. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wenye ufahamu zaidi wa dini hii kuliko kiumbe chochote. Kwa nini? Fahum shahidu tanzila wa sami'u alwahya min an-nabii sallallahu alayhi wasallam mubasharatan. Ndo wajuzi, ndo wenye elimu zaidi katika huu umma, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya Mtume hakuna kiumbe mwenye elimu, mwenye ufahamu bora wa dini kama masahaba radhiallahu. Kwa nini? Sheikh, wahi ulikuwa ukiteremka mpresence yao, wako present, Qur'ani inateremka, Sheikh wako mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika miguu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja. Wamesikia kutoka kwa Mtume moja kwa moja Sheikh, bila wasita. Ndio hivyo Sheikh, mashehe wameshajidoga sana, mtanisamea mashehe zao. Kwa hiyo hawa ndo wenye elimu zaidi, wenye elimu kubwa na pana kuliko viumbe wote baada ya Mtume katika umma huu. Anasema Imamu al-Auza'i rahimahullah ta'ala, isbid nafsaka ala sunnati
waqif haythu waqafa alqawm wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu anhu. Zoeza nafsi yako au isubirisha nafsi yako katika kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, kuwa na subra. Utapata maudhi Sheikh, utapata misukosuko na mabala, utatukanwa, utapewa majina mengi Sheikh. Ustadha alizungumzia maisha Sheikhul Islam, alivyosikia, alivyofungwa. Sio kwa alikuwa anafungwa kwa sababu amemuiba mtu au amemtukana mtu, hapana. Kushikamana kwake na nini? Na Qur'ani na Sunna, na kuibainishia watu. Alitengwa Sheikh, na wewe utatengwa ikiwa utayafuata mfano wa yale walioyafuata maswahaba radhiallahu anhum. Usifikirie kuwa utasalimika na vitimbi vya ulimwengu. Kuwa na subra Sheikh katika sunna, katika kushikamana na sunna. Waqif haythu waqafa alqawm, vile vile pale waliposimama, simama pale waliposimama maswahaba radhiallahu anhum. Wa qul bima qalu, yale waliyozungumza na wewe yazungumzie, na yale ambao hawajasema acha shekhe, acha kiherehere, acha ujuaji. Ujuaji wako utakupeleka wapi? Motoni. Hawa ndio walimu zetu, na sisi wametuchukulia dini shekhe kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yale waliyozungumza sisi tuzungumze, pale ambapo wamenyamaza na sisi tunyamaze. Huu ndio usalama wetu. Atamassuku bimanhaji salaf yuhmi min albidai, kushikamana na njia ya wema waliotangulia masahaba radhiallahu anhum ni sababu ya kukuokoa wewe Muislamu au kukuweka mbali na kuzua katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Ikiwa utatosheka na mafundisho uliyoyatoa uliyoyachukua kutoka kwa maswahaba, itakupelekea wewe kuto kuzua katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Anasema Ibn Sirin, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Alhamdulillah, hadithi na mama wengi tunaihifadhi. Yote atakayeanzisha, malengo ni katika dini ya Allah, ukaanzisha kaibada, ukaanzisha jambo lolote hilo la kiibada katika dini ya Allah, ukaanzisha jambo lolote hilo ambalo unatarajia kupata ujira kwalo katika dini ya Allah, jambo ambalo halijafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, famardudun alayhi, jambo hili Mtume anasema litarejeshwa kwako. Yani hutopata nini? Hutopata thawabu, kinyume chake utapata nini? Kwa nini unazua Sheikh? Tosheka na yale ambayo yaliyothibiti katika mafundisho ya mtume wako sallallahu alayhi wasallam. Na pia dakika zingine toka na dakika 5. Kauli nzuri ya Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, anasema inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna. Sisi tuleti mambo mapenele yale ambayo mnasikia kila siku. Dini yako shekhe sio ya kuchukua kwa kila mtu, hapana. Si kila anaizungumza mfasaha wa Kiswahili mwenye lugha nzuri na balagha unafaa wewe kukaa na kumtegea sikio lako katika dini yako, hapana. Lazima uwe na tamayuz. Tamayuz ni upambanuzi, uwe na pambanua wa kusikiliza na ambaye hafai kusikiliza. Hakika ya elimu hii mnayochukua, hii ni elimu sheikh, hii ni elimu. Allah anasema, Mtume anasema, ndio elimu sheikh. Kwa hiyo Ibn Sina anasema hakika ya elimu hii ndio dini. Kwa hiyo ukichukua pabaya utakuwa umeharibu dini yako, utakuwa umepotea sheikh.
kabla ya kusoma, kabla ya kuchukua dini yako hii, fanzuru, tizameni, chunguzeni, huyu mnayechukua dini yenu kwake ni nani? Atakuwekeni sumu shekhe, atakuwekeni virisi katika dini yenu, atakuchonganisheni na Mola wenu. Leo wazungumzaji alhamdulillah ni wengi, lakini si kila anayezungumza anafaa kusikilizwa. Kila mara huwa anatoa mfano kwa ajili ya afya zetu, huwa hatuendi kwenye kila hospitali. Hapana, mtoto wako akiumwa, wewe mwenyewe ukiumwa, si kila hospitali yenye unaenda geko. Pana baadhi ya madaktari umeshaga ajalia ndio madaktari wako hao, kutokana na sifa huenda ambazo wanazo nzuri mjini za uchapakazi wao. Huwa ukiumwa au ukiuguza lazima mtafute daktari. Ni bora uchelewe kupata matibabu, lakini umpate nani? Huyo daktari. Afya yako yenye uko unashughulikia shekhi, au mjalii kila mtu kwa mganga wako. Vipi dini ya Allah? Dini ya Allah ina thamani zaidi kwako kuliko nini? Kuliko afya yako. Kwa hiyo haufai kumsikiliza kila mtu, sawa? Kwa hiyo tukishikamana na maswahaba radhiallahu anhum ni sababu ya kupata umoja wa Uislamu. Leo watu